sijawahi kuwa naye. Mpaka nikaona kweli inaenda. Hata ukiambia watu wote kujeni, bima inapeanwa, utawaondoa mpaka unabaki na wawili. Sasa hizo vitu zinatembea kwa family, zinabebwa na umbwa na nguruwe, ndio zinafanya kitu ya kujirudia. Nguruwe ukiosha uilete hapa, sijui kama mwahi kulea nguruwe. Kuna neighbor alikuwa na kaguruwe kadogo kalebo, tulikuwa tunakaangalia kanacheza hapo, kanalala, kanafanya hivi, very exciting. Shida ni kwamba mwenyewe alikuwa nakachukua hapo na furashi, anakaosha na brush, akakapagusa na kitambaa, kanakuwa kazuri straight, kanaenda kwa maji ya barabara, kanaigisa mpaka macho. Mpaka huyo aliniambia, isipokuwa ni vile najua hii pesa ile nitapata, naweza kukashija saa hii tukule. Na sisi tuna mahitaji ya chiji tukule. Alikuwa nakaosha, anakaosha. Hii mambo ya kujirudia inakuanga na nguruwe na umbwa zimeingia kwa family. Ziliingiaje? Wanadamu waliporara ndio ziliingia. Na umbwa ndio iingie kwa family, haijali kama kuna mabishops na maarchbishops na mapastors. Umbwa inaingizwa na watu. Ni mtu tu kijana anaamua kutoka nje, anaenda anachukua mmoja analete, anajiunga na family. Sasa hiyo kitu ishaingia kwa family, then it comes with a generation thing, kitu kitajirudia. Na kwa hivyo sisi tumeokoka, we must be very 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 careful. Nitawasomea maneno mengine mawili alafu ni conclude. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mumeona marriage si kitu ya mchezo. Ndio ni muhimu. Hata ukiona mtu hapa unasikia, ukimwangalia hivi damu yako na yake zinapiga the same, bu bu bu. Hiyo usiseme ati vile nasikia ma feelings ile niko naye na vile ako naye tunaona ni Mungu. Mungu si ma feelings. Lazima uulize Mungu, hiyo ma feeling ninasikia ni wewe? Kwa sababu unaweza kuwa hiyo ma feeling unasikia ni ya kwenu, imeshika ni shaitani imeshikana na shaitani nyingine, ndio imeleta ile ma feelings. Sasa ukishafika kwa doa ndio utakuja kugundua mumelete shida ambaye haitakuisha. Mumeingiza tatizo ambalo litajirudia, kujirudia. Ndio Yesu akasema, msiwape umbwa kilicho kitakatifu, wala wanawake watakatifu na wanaume watakatifu, msipeane miili yenu kwenye watu wale ambao sio wa Mungu. Mtaingiza mkosi kwa family, tasumbuka sana. Hata kama anaongea kama mtu ameokoka. Nilisikia mtu mmoja ameniambia, pastor, mimi nimepata mtu wa kunioa na si wa kanisa. Nikamwambia wachana naye. Akaniambia, pastor, nimekaa na vijana wa kanisa hapa, na nataka nikwambie huyo ni mzuri kuliko hawa. Ni vile haja tu confess na ata confess. Nikamwambia hawezi ku confess mkioana. Akaniambia ata confess. Miaka kama 6 baadaye alikuja kuombewa kwa madhabahu. Nikamwangalia, nikamwambia, wewe ni nini unataka? Akaniuliza, pastor, au nikumbuki? Nikajaribu kuangalia nione. Unajua ukiambia mtu haumkumbuki, anakwasika sana. Anaona kwa hivyo mimi hata nikikufa hakuna mtu anajali. Nikamwangalia sana uso, nikamkumbuka, nikamwambia, wewe ni fulani? Akaniambia, ni kweli umenikumbuka. Nikamwambia, kwani kulitendeka nini? Akaniambia, unajua naongea Kikuyu. Akaniambia, leo uikalete uguranyona. Kumekaa hivyo unaniona. Na amekaa vibaya. Nywele ni kama hapa hakuna, ni kama inaenda kuwa kipara na ni mama. Amekwisha mwili. Meno ingine hakuna. Nilimwacha na meno yote, hakuna ingine. Nikamuuliza, na hiyo miaka sio mingi? Akaniambia, ni ngoma ile atwanyitanire nayo ile adokete gukwira. Kaniambia ni shaitani ile tulishikana nayo, ile shaitani ilikuja kukuambia ndio ilinitoa hii meno mbili. Alafu ako na mtoto mmoja hapa ameshika, na ako na mtoto mwingine ameshika, na amebeba na mgongo na iko na mimba. Nikamwangalia hivi, nikaona ni vile siwezi kumwambia alikosea. So saa hii kama unachawishiwa na vitu vya dunia vinaitwa umbwa na nguruwe, please, hata kama imefaa kufaa na inabebwa na Mercedes,
Nguruwe ni nguruwe, haibadilishangwi na mali na vitu. Umbwa ni umbwa, haiwezi kuchange kwa sababu inabebwa na Mercedes. Itakula wewe.